yetu, jambo. Somo linasema Yusufu awasamehe ndugu zake. Na fungu la ukariri linasemaje? Kama Bwana aliwasamehe ninyi, vivyo na nyinyi sameheaneni. Kolosai 3 mstari wa 13. Hebu na tuombe sasa. Mungu wetu mwema, tunaomba uwe pamoja nasi tunapojifunza kusamehe ndugu zetu, kwa jina la Yesu tumeomba, amen. Amina. Haya, somo linasema Yusufu awasamehe ndugu zake. Yusufu alifanywa nini na ndugu zake mpaka anawasamehe? Alitoa nguo akatupa kwenye shimo, akauza kwa wafanya biashara. Kwa hiyo walimpa mtu wa Potifa akamsingizia. Yusufu akapelekwa gerezani. Alafu Yusufu akakuwa boss wa nchi ya Misri. Okay, sawa. Kwa hiyo wewe umetupatia kwa ufupi yaliyompata Yusufu. Lakini ndugu zake Yusufu ni kwamba walikuwa hawampendi. Mtoto mzuri, unakumbuka? Tumesema tunajifunza habari za Yusufu, na leo tunamalizia masomo ambayo tumekuwa tukijifunza pamoja na husiana na Yusufu. Yusufu alifanyiwa vitu vibaya na ndugu zake. Unakumbuka walikuwa wanamkasirikia akiota ndoto, mpaka wakamtupa kwenye shimo, wakamuuza, wakampeleka gerezani. Na sasa somo lililopita tuliona Yusufu ametolewa gerezani kwa sababu alitafsiri ndoto ya mfalme na akapandishwa cheo kwa mtu mkubwa kabisa nchi ya Misri. Akawa waziri mkuu, Ndio. Anakusanya Majaliwa Kassim Majaliwa. Alikuwa kama Majaliwa Kassim Majaliwa, waziri mkuu wa Tanzania. Safi. Sasa Yusufu amefanya kazi ya kukusanya vyakula. Amejaza maghala yote ya Misri vyakula. Miaka 7 ya chakula ikafanyaje? Ikakwisha. Ikaanza miaka 7 ya nini? Ya njaa. Kama alivyotafsiri ndoto ya mfalme. Bwana, si njaa ikaanza Misri. Watu wanahangaika, wanakwenda kwa Farao. Mfalme, tunaomba chakula. Mfalme anaambia, nendeni kwa Yusufu. Watu wanamfuata Yusufu. Tunaomba chakula. Yusufu anafungua maghala ya Misri, anauzia chakula. Njaa ikawa kali, ikafika mpaka kule nyumbani kwa kina Yusufu, kule kwa mzee Yakobo. Kulikuwa kunaitwaje kule kwa kina Yusufu? Kunaitwa Kanani. Kunaitwa Kanani. Kule Kanani njaa imefika, na Yakobo akawaambia watoto wake, jamani. Mzee Yakobo akawaambia watoto wake, jamani, nimesikia Misri kuna chakula. Hebu basi nendeni mkatufuatie chakula. Watoto wake wakaondoka. Kaka zake Yusufu 10 wamekwenda Misri. Sio 11. Walimwacha Benjamin nyumbani. Siku unaona? Walimwacha Benjamin na babake. Sawa? Wakafika Misri, Yusufu ndio boss. Hata hawajamtambua. Wakamuinamia. Kama Yusufu alivyokuwa anaota ndoto zake. Yusufu akawatambua ndugu zake. Kaka Lawi huyu hapa, Yuda, Ruben, Gadi, Ruben huyu hapa. Kawatambua kaka zake wote. Lakini akajifanya kama vile hawafahamu hivi, akaanza kuwafukia. Ya kina nani nyinyi? Mmetoka wapi? Mmekuja kuipeleleza nchi yetu? Hapana bwana, sisi watumwa wako, tumekuja tu kununua chakula. Nyinyi ni watoto wa nani? Sisi ni watoto wa baba mmoja, tupo 11. Mdogo wetu mdogo yuko kule nyumbani, amebaki na mzee wetu, lakini ndugu yetu mmoja hayupo. Yusufu akasikia uchungu. Akasema, "Ondoleni hapa ndugu zenu." Akasema, "Niondoleni hawa watu mbele yangu." Akakama Yusufu akajificha, akalia. Lakini baadaye akawaambia ndugu zake, akasema, "Sikilizeni. Mimi ni ndugu yenu Yusufu mliyeniuza. Lakini msisikitike. Sio nyinyi mlionileta huku, ni Mungu. Kwa sababu alinileta ili niokoe maisha ya nani? Ya watu wote. Watu wengi, kwa sababu kuna njaa na itaendelea kuwepo kwa miaka kadhaa." Kwa akawaambiaje? Akawaambia, nendeni kwa baba yangu, kwamba nikamwambia kwamba mimi Yusufu nipo hai. Na ndio mkubwa wa wapi? Wa nchi Misri. Akaambia afanyeje? Waende kwa baba yangu. Waende. Akaambia, nendeni kwa baba yangu, mwambieni aje anione nipo Misri, aishi huku Misri. Umeona? Akaambia nitampatia mahali pa kuishi, atakula chakula, kwa sababu miaka ya njaa bado ipo. Ndio kaka zake wakaenda kwa baba yao. Wakamwambia, baba,
kumbe yule bosi wa Misri yule, aliyetusumbua yule, aliyetutishia yule, ni Yusufu. Yusufu ndio bosi wa nchi ya Misri, ndio anauzia watu vyakula. Baba, Yusufu yupo hai. Amesema uende ukamuone, uhamie huko Misri, atakulisha chakula, atakupatia mahali pa kuishi, ukaishi huko. Yakobo alivyosikia hivyo akasema, jamani, mtoto wangu Yusufu yupo hai kweli? Nitakwenda nimuone. Nitafurahi sasa, nitazeeka vizuri. Lusajo, somo linatufundisha kufanyaje? Kusamehe wengine. Eti rafiki yako akikupiga unamsamehe. Akikuibia kalamu unamsamehe. Akikutukana je? Unamsamehe. Ndio maana fungu la kukariri limesema kama Bwana alivyosamehe ninyi, vivyo na ninyi sameheane. Yusufu hakuwasema vibaya rafiki zake, hakuwatukana, hakusema mtakoma. Mtakoma na njaa. Mlinisumbua mimi, mlikuwa mnadharau ndoto zangu mtakoma sasa. Yaani hata hakuwafanyia hivyo. Ndio kwanza akawakumbatia, akamwambia wala hata msiwe na wasiwasi, hata msijisikie vibaya eti mliniuza mimi. Ni Mungu ndiye aliyenileta huku mimi ili niokoe maisha ya watu wengi. Mtoto mzuri. Tumekuwa tukijifunza habari za Yusufu. Tumeona Yusufu amekuwa na tabia nzuri tangu mtoto mpaka amekuwa mtu mkubwa wa nchi ya Misri. Halafu tumejifunza kwamba Yusufu alikuwa ana moyo wa kusamehe. Na wewe jifunze kusamehe kama fungu letu linavyotuambia. Rafiki yako akikukosea usimrudishie, msamehe, muombe kwa Mungu. Mpaka wakati ujao, tunakupenda sana. Asante kwa sababu wewe unatufuatilia. Mwalike rafiki yako ili aungane pamoja nasi katika vipindi vyetu. Mpaka wakati ujao, Mungu akubariki sana. Haya basi tuombe. Mungu wetu mwema, tunakushukuru umetufundisha kusamehe. Tusaidie na sisi kuwasamehe rafiki zetu kama Yusufu alivyowasamehe ndugu zake. Mtunze rafiki yetu anayetufuatilia mpaka wakati ujao. Kwa jina la Yesu tumeomba. Amen. Amina.